Na mtazamaji popote ulipo, hujambo? Siku hii ya kwanza, tuseme Jumapili ya kwanza ya mwezi wa Novemba mwaka 2015. Hujambo na karibu kwenye taarifa za KTN leo wikendi. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, tunaanza taarifa zetu kukuarifu tu na kile kilichoendelea katika ulimwengu wa michezo, hususan hapa nchini Kenya. Na mabingwa wa ligi kuu ya kandanda humu nchini, klabu ya Gor Mahia, mapema jioni ya leo walituzwa kombe la ligi hiyo baada ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya klabu ya Muhoroni Youth kwenye mechi yao ya mara ya mwisho. Naarifiwa kwamba wakati klabu hiyo ya Gor Mahia iliandikisha ushindi wa aina hii, mtazamaji, ilikuwa ni mwaka 1976, na hii leo basi itakuwa ni furaha kuu kwa wana Kogalo. Moja kwa moja kwenye baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia jioni ya leo, mtazamaji, aghalabu utapata Wakenya wakitoa damu maeneo tofauti humu nchini ili kuwasaidia wagonjwa wanaohitaji damu hiyo. Lakini mtazamaji, katika kaunti ya Kisumu, wengi wa wakazi wanalalama kwa kile ambacho wamekitaja kuwa ufisadi wa upeo wa hali ya juu, madaktari wakidaiwa kuuza damu kwa wagonjwa. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed alisafiri hadi katika sehemu ya Kisumu na kupata fursa ya kuzungumza na familia moja ambayo imejipata katika changamoto chungu nzima pale ilipohitaji damu. Mawazo yamemkaba na kumbana Elizabeth Odhiambo. Anasema kwake maisha yamekosa maana. Hii ni kupitia masaibu yaliyompata katika hospitali ya Kisumu District mtoto wake alipougua. Ati huyu mtoto ana develop anemia. Sasa waliniambia nitafute venye anaweza pewa damu. Mtoto wake Kezia Awor alihitaji damu kwa dharura, lakini iliwachukua madaktari wiki moja kabla kuipata. Hii ni licha ya mama yake pamoja na shangazie kujitolea kutoa damu. Blood bank team pia wanashangaa. Sana chairperson nilikuwa nikiwasiliana naye. Anashangaa washatoa damu mbili na what could be happening. Wakati wa kutoka, huyu Steve akachukua samari yangu. Akasema tuendi na mtoto mpaka anti yangu akuje. Juu alisema ati anataka ng'ombe. Nikikimbia kwenda kumtolea mtoto damu. Tena unasikia tena wanafanya hivyo. Sini uchungu kama binadamu. Familia hii inayoishi katika eneo la Kanyametha mjini Kisumu ilikumbwa na mafadhaiko kufuatia matukio ya jiri. Sasa wanadai kuwa mmoja wa wauguzi aliweza kwamba ili mtoto apate nafuu hawana budi ila kutoa mlungula. Mwingine akakuja anaitwa Steve. Akatuuliza kama tumepata damu. Nikamwambia yeye alishawekewa, akawekewa moja. Sasa akaniambia kama alishapewa damu nataka ng'ombe. Swala ambalo wengi wa wagonjwa hujipata kutoa bila kufahamu kuwa damu haiuzwi kwa mgonjwa. Ati hapa mpaka utumie pesa. Nikasema pesa na hiyo tunatoa damu bure, like me I do donate thrice or 4 times in a year. Mbona wause? Akaniambia yeye mtoto wake amehusiwa, the first one ameshalipa 15,000. Kufuatia uchunguzi wa tume ya kukabili ufisadi EACC, mmoja wa wauguzi hao alifumaniwa akichukua pesa kwa familia ya mgonjwa. Ng'ombe yake ni 25,000. Nikaogopa, nikasema 25 hiyo ni mingi sana. Kaanza kuongea mara wanaishi kivyao vitu mingi hapo. So hiyo pesa pia wanagawa na madaktari hapo ndani. Nikamuuliza Dr. Hu, akaniambia wanaombea Dr. Akim. Huyo Akim anafanya lab nilipofanya uchunguzi yangu. Niko na uchungu kwa sababu wananifanyia sisi vibaya, wanafanya watu wa Kenya wakufe. We get the public on board in the most desired way, then we will be very easily dealing with the problem. And after all, if the Kenyan citizens stand up and work very actively to push the agenda, then we will just be a facilitator of the process. Wengi wa wakazi waliogopa kuzungumza nasi kwa kuhofia maisha yao. Wanasema ni swala ambalo linaenea kama moto nyikani na serikali haina budi kukabili udongo ungali maji. Hussein Mohamed, KTN leo, Kisumu.
Hiyo ndio hali, mtazamaji, inayowakumba baadhi ya Wakenya. Na katika taarifa nyingine pia, familia moja katika kijiji kimoja kilichoko kaunti ya Bungoma inataka itendewe haki miaka 17 iliyopita tangu mmoja wao alipotimuliwa kutoka idara ya polisi kutokana na kuugua kwa muda. Mwanahabari Robert Wanyonyi anasimulia masaibu yanayomkumba afisa huyo wa polisi ambaye siku hizi hufanya vibarua kwenye mashamba ya jirani ili kujikimu kimaisha. Charles Maelo Barasa mwenye umri wa miaka 47 aliomba ruhusa ya miezi mitatu kwa matibabu ya maradhi ya pumu na kulazwa katika hospitali kuu ya Webuye mnamo mwaka wa 1999. Maelo alizidiwa na kulazwa kwa mwezi mmoja zaidi. Kwa nimekuwa mgonjwa, nikakwenda kuripoti kwa OCBD yangu pale kabisa kwani. Kwa naitwa George Waryungu, superintendent. Baada amekutibua huko Webuye hospitali nikiwa naugua bronchitis asthma na bone marrow TB. Kwa miezi 3. Baada ya kumaliza matibabu, OCBD lazima mimi niende kwa ofisi yake. Amruhusa OCS nikamate niweke seli. Licha ya mkewe kuwasilisha ripoti ya hali ya mumewe katika afisi ya mkuu wa kituo cha polisi cha Cheptais mara 3, Maelo anasemekana kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kususia kazi pindi alipopata nafuu. Alipokuwa kazini alikuwa na shida ya asthma, ilikuwa inamsumbua sana, especially wakati ilipokuwa inakaribia mwezi end month. Pesa zake sana zilikuwa zinakaribikia tu kwa matibabu. Hakuna raha nimefurahia kwa ndoa yangu, ni hukumu tu, na ndio hiyo inaendelea tu. Hata mpaka watoto wao wanaangalia mapicha zake kwa ukuta na wananiulizia, mama, kweli huyu ni papa aliyekuwa askari? Na kama ni yeye, ni kwa nini haendi kazi? Hapo ninashindwa la kuwajibu. Katika kile kisichokuwa cha kawaida, Maelo alifunguliwa mashtaka kupitia nambari ya kazi ya mwenzake 53908 badala ya 53903, huku kesi hiyo ikichukua zaidi ya mwongo mmoja kutamatika. Sirisha magistrate alisomea mashtaka, nikakataa, nikakanusha hiyo mashtaka. Baadaye akaweka mimi remand, kunyima mimi bond. Familia yangu iliingilia kwenda kwa High Court Bungoma, wakaapil, kesi kasikizwa, chacha akaamrisha kesi itolewe Sirisha iletwe Bungoma kwa Chief Magistrate Court for allocation and determination, na mimi pia niachiliwe kwa bond yangu binafsi 20,020. Kifanywa hivyo, kati kesi ilihamishwa kuletwa Bungoma kwa Chief Magistrate Court, Magistrate ya Sirisha hakurelease file yangu ya case file. Kuanzia ile tarehe 29 hiyo mwezi wa 3 1999 mpaka tarehe 8 mwezi wa 8 2008 ndio file ikatoka Sirisha kuja kuanza kusikizwa. Familia hii ilifikiri kwamba imepata afueni tarehe 8 Agosti mwaka 2008 wakati jaji mkuu katika mahakama ya Bungoma alipotupilia mbali kesi dhidi ya Charles Maelo Barasa kwa misingi ya ukosefu wa ushahidi. Hata hivyo, uamuzi huo ulikuwa ni kama chanzo haswa cha matatizo kwa Maelo, kwani juhudi zake za kutaka kurejeshwa kazini zimeambulia patupu licha ya kuandika barua kwa vitengo mbalimbali ikiwemo mamlaka huru ya polisi. Wakati nilikuwa nimeshtakiwa Sirisha, namba yangu ni 53903, lakini nilishtakiwa kwa namba 53908. Majina ni yangu lakini namba sio yangu. Sasa kesi vile iliendelea, ikakuja katupwa tarehe 8 mwezi wa 8 2008. Nikakuja nikachukua jukumu kufuatilia mimi nirudishwe kazi. Chukua proceedings, kapelekea OCS yangu pale Cheskaki. Na ingine sile silipaki nikapost na posta. Katuma na SMS speed post.
Hiyo nilituma tarehe 10 mwezi wa 10 2010. Mpaka wa leo sijapata majibu yoyote. Maelo hakupewa barua yoyote kuhusu kusimamishwa na hadi sasa bado anamiliki sare zake za kazi huku akisubiri kupewa mwelekeo na waliokuwa waajiri wake. Mimi mwenyewe nilijitoa binafsi nikienda mpaka kwa ofisi ya Inspector General, hakuna jibu wanapea mimi. Naambia mimi vitu siko kwa Kafuluti. Kwa Kafuluti nikienda huko wananiambia nirudi ningoje. Sasa miaka inaenda, watoto hapo wanatakiwa kukula. Mimi mwenyewe natakiwa kukula. Hakuna vile nafanya. Afisa huyu ambaye alikuwa amehudumu Embu, Machakos, Busia, Vihiga na Mlima Elgon kwa miaka 12 kabla ya kukumbana na masaibu hayo, amesalia wa kufanya kibarua katika mashamba ya majirani ili kukimu mahitaji ya familia yake. Ninafanya vitu tu ya palilia watu na ndio kulisha familia yangu. Sasa naona maisha ni ngumu na ninashindwa polisi kwa nini hawezi kuchukua kesi yangu kama kesi ya watu wengine. Tutasubiri mpaka lini? Kwa maana miaka nayo inaendelea kusonga mbele. Ningeomba serikali yetu tusaidie ili wamweke katika nafasi inayofaa, angalau familia yake nayo ipate kufurahia, kwa maana tangu wasaliwe hawajawahi kufurahia utamu wa wazazi wao. Mahangaiko tu hapa na pale. Maisha ni kupatisha tu, saa zingine tunapata wakule, saa zingine wanapita bila chakula. Kwa takribani miaka 16, afisa wa polisi Bwana Barasa amekuwa akitekeleza shughuli zake katika wilaya hii ya Mlima Elgon. Lakini baada ya kazi yake kuharibika, afisa huyu amefika katika mahakama mbalimbali huku akitafuta haki. Na hali inavyozidi kuharibika, ndiposa familia yake inabakia na swali moja. Je, haki iko wapi? Robert Wanyonyi, KTN leo. Polisi katika sehemu ya Kitengela, kaunti ya Kajiado, wamemkamata mwanamke mmoja katika sehemu hiyo kwa madai ya ulanguzi wa watoto. Taarifa za wakazi ziliarifu polisi kuwa mwanamke huyo mwenye umri wa makamo alikuwa akimsafirisha mtoto mmoja mahali pasipojulikana. Mwanamke huyo, mtazamaji, anadaiwa kuwahifadhi watoto 15 nyumbani wanaotarajiwa kusafirishwa nje ya nchi. Gladys Mungai na taarifa hiyo. Sio mara ya kwanza kwa visa vya ulanguzi wa watoto kuripotiwa nchini, lakini namna ambavyo visa hivi vimeongezeka mtaani Kitengela ni jambo la kuonewa imani. Watoto hawa wanadaiwa kufungiwa katika nyumba hii na kuachwa bila kupewa mahitaji ya kimsingi, hususan ikizingatiwa kuwa baadhi yao ni wa umri mdogo mno. Afisa wa masuala ya watoto mtaani Kitengela amesema kuwa mwanamke huyu hakuwa na idhini ya kumiliki makazi hayo na kwa vibali vya umiliki wa makazi hayo havitolewi kwa mtu kuweka watoto kwenye nyumba yake binafsi. Kesi hizi zimekuwa nyingi sana Kitengela hapa. Watu kuwa wanachukua watoto wanaweka kama yatima, kutafuta nayo pesa kwa watu kwa nchi za nje. Afisa huyo amekiri kutotambulika kwa makazi hao gushi na chama cha maslahi ya watoto nchini. Hata hivyo, ametoa onyo kwa walaghai wanaotumia mbinu hii kujinufaisha kukomesha shughuli hii. Watu wanaoweka watoto nyumbani kwao bila kufuata sheria, kwamba tukiwapata tutawaweka ndani. Akizungumza kwa njia ya simu, OCPD wa Isinya Steve Weda amesema kuwa polisi wanapeleleza kisa hiki ili kubaini kichocheo cha biashara hii, huku akitaja kuwepo kwa uwezekano wa mwanamke huyu kujihusisha kwenye sakata hii ya kuwanasa watoto ili kujifaidi kifedha. Mwanamke huyu anadaiwa kuwahadaa watoto watawapeleka kusomea shule za ng'ambo. Watoto hao kwa sasa wamo mikononi mwa polisi, huku juhudi za kubaini walikotolewa zikianzishwa. Gladys Mungai, KTN leo wikendi. Mtazamaji, ufisadi ni donda ndugu ambalo kila serikali ambayo inaingia mamlakani huwa inajitahidi kulitekeleza na kuahidi kulikemea. Lakini kwa muda mrefu, mtazamaji, yamekuwa ni maneno tu, hasa kutoka kwa wanasiasa. Na ndio taswira ambayo inayojitokeza sasa baada ya hatua ya mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter kuanza upya ule mpango wa kuwasilisha hoja kutokuwa na imani na waziri wa ugatuzi Bi Anne Waiguru.
Kuanzia sakata kama vile Goldenberg, Anglo Leasing na sasa madai ni mengi tu kwa ufisadi ndio umekita mizizi hata zaidi katika wizara nyingi. Mara hii wanaohusika si mabonyenye au viongozi wakuu pekee, bali hata wafanyikazi wa umma wanadaiwa kunoa makali yao kuvuna pasipo. My position is that actually our greatest problem is the larger citizenry. They are the participants, they are the facilitators of all these problems, and then at the end of the day they are the largest voices in lamenting. Madai ya hivi karibuni ni katika wizara ya ugatuzi na mipango ya taifa, ambapo hata waziri Anne Waiguru mwenyewe alikubali fedha zimefujwa, kikango ambacho mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter anatazamia kumngatua nacho kupitia hoja bungeni, lakini imedhihirika si wote wanaoshabikia Keter. We have seen her work coming out very prominently, supporting His Excellency the President, because this is a ministry in the presidency. The problem is that in this country, when you work, when you deliver, you make many enemies, and those people who actually want to steal and access money are using the CS so that, because we believe that she has prevented people from accessing money in terms of stealing. Alice anashikilia msimamo kuwa si sawa kwa Mpuliza Kipenga kuondolewa. Isitoshe wabunge wametosheka na kazi anayoifanya katika wizara ya ugatuzi na mipango ya taifa. Kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi anapendekeza kusimamishwa kwa miradi mikuu pamoja na rais kutolegeza kamba katika vita dhidi ya ufisadi, akisema tatizo hili ndilo limesababisha taifa kutumbukia katika uhaba wa fedha. Idara kama vile tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko zimemulikwa kwa utendakazi wao, huku wengi wakisema ipo haja ya idara hizi kufanya kazi kwa njia huru. Our responsibility is to investigate, clearly identify the offenses and the offenders, and then we submit the files to the DPP to confirm or affirm the same, and then proceed to the next. Ikiwa idara hizi zina meno ya kung'ata, kisichobainika ni vipi zimeshindwa kukabiliana na majukumu yao ipasavyo hadi sasa, ambapo ufisadi humu nchini umeonekana kuwa janga la kitaifa. Francis Mtalaki, KTN Leo Weekendi. Na mtazamaji, basi kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa za KTN Leo Weekendi. Hadi hapo kesho, shukran sana kwa kutazama taarifa hizi. Kwa niaba ya wenzangu tunawatakia nyote usiku mwanana. Kwaheri.